Concept ambayo tutajifunza leo, kama ukijua na kuizingatia vizuri, then you are free. Ngoja nikupe ushuhuda kwanza. Mimi nisingeweza kuwa mimi kama ningeshindwa kupigania uhuru wa maisha yangu, kwa sababu ni mpaka siku utakapopata uhuru ndio siku utakapoanza kuishi maisha yako halisi. Kuna siku niliwahi kusema tunaishi dunia yenye inayoamini katika imani ya makundi makundi. Hawa ni Waislamu, hawa ni Wasabato, hawa ni Walokole, hawa ni Wapagani, hawa ni CCM, hawa ni Chadema, hawa ni Watanzania, hawa ni Wakenya, na tunaamini kwamba kutoka nje ya kundi fulani ni dhambi au ni makosa makubwa. Sasa ili uweze kuwa huru ni lazima upiganie uhuru. Unaposoma kitabu cha Mwanzo unaona Mungu anamuumba mwanadamu. Ile Mwanzo 1:28 anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na wakatawale samaki wa angani, ndege na kila kitambaacho. Neno lililotumika kutawala pale ni neno dominion. Sasa angalia, unapolitazama neno freedom lina maneno mawili. Namba moja ni free and number 2 is dom. So it is free alafu na dom. Neno free linamaanisha uhuru. Tukizungumzia neno dom limetokana na neno dominion, na tumesema dominion maana yake kutawala. Kumbe neno freedom linamaanisha uhuru wa kutawala. Na nikisema kwamba tumekosa freedom, maana yake tumekosa uwezo wa kutawala, kwa sababu dunia inaongozwa na baadhi ya watu watawala wachache, alafu nyinyi wengine mnaishia kuwa wafuasi, kuwa watawaliwa. Kusudi la kwanza la Mungu lilikuwa kila mtu akatawale, alafu mifumo ya dunia inataka watawala wawe wachache. Sasa jinsi gani dunia inadhibiti watawala? Ni kupitia maarifa. Dunia inaamini maarifa sahihi yakitolewa watu watakuwa watawala. Kwa hiyo kuna baadhi ya maarifa yamefichwa watu wasiyajue, kwa sababu wanataka watawala wawe wachache. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha sijui ni nani yule amesema 48 laws of power. Kwenye kile kitabu ukisoma pale kuna laws moja, sijui ni namba ngapi, lakini alisema usiwafundishe watu kila kitu, fanya machache ili waendelee kukutegemea. Kwa maana yake umeona hiyo siri inayotumika hapo. Ili uendelee kuwa mtumwa ni lazima wakufundishe mambo machache. Wako tayari kukusaidia, kukupatia vocha, lakini hawako tayari kukufundisha kutengeneza vocha zako ili uendelee kuwa mtumwa. So ili tuwe huru ni lazima tu fight for freedom. Na haya mapambano sio vita ya mwilini, kwa sababu hii utumwa si hali ya mwilini. Utumwa ni mental state, ni hali ya akili. Umefungwa tu kwenye akili. Ndio maana jiulize mwenyewe, ukikaa mahali ni Afrika, kwa sababu tumeshakuwa mental kwamba sisi ni waajiliwa. Ikifika mahali ukitaka kuanzisha kampuni yako uajili, unaona kama haiwezi.